address us. Thank you, sir. Thank you very much. Asante sana. Tafadhali tuketi chini. Bwana Deputy Governor wetu wa jiji la Nairobi, Principal Secretary, mjumbe wetu Bwana Jalash, wabunge mlio hapa, MCA wetu Mungwana hapo Abbas, na mwenyekiti wa Lap Fund na kamati yako, ndugu wananchi wa Nairobi na Lang'ata, hamjambo. Lang'ata, hamjambo. Bwana asifiwe. Assalamu alaikum. Asanteni sana. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kupatia nafasi tufike hapa leo Lang'ata, hapa Bellevue, katika jiji yetu ya Nairobi kwa shughuli hii ya muhimu. Tumekuja hapa kuanzisha ujenzi wa nyumba 2,000 na karibu 350. Nataka niwapongeze Lap Fund kwa mpango yao ya kushirikiana na sisi katika harakati hii ya kutafuta makao ambayo ni ya kufaa kwa wananchi wa Nairobi na wananchi wa Kenya. To Lap Fund, the board and management, my congratulations for what you're doing in providing decent, affordable housing for the citizens of this great city and for the people of Kenya, and contributing to our quest and our aim to ensure that the millions of Kenyans, in fact, the 6.5 million Kenyans that live in informal settlements, have a place to call home which they own. So you have my commitment, you have my support, and that is why I am here to endorse what you are doing and to encourage other players in this space for them to make a contribution as well in ensuring that we build on the program and on the plan that we have in our manifesto on housing Kenyans and making sure that we have more home owners in the Republic of Kenya. Kutoka kwangu nasema pongezi sana. Vile mumesikia, hii mradi ambayo tunajenga hapa ya manyumba ni kati ya mipango ya serikali ya Kenya, na tuko na mpango kamili kwa sababu wakati tulienda kwa uchaguzi tulikubaliana ya kwamba tuko na vijana karibu 1,000,000 kila mwaka wanatoka shuleni, wanatoka katika vyuo, wanaingia katika labor market, na lazima tuwe na mpango kamili kama serikali na kama taifa ya vile hawa vijana watapata ajira. Kati ya mpango ambayo tuko nayo ya kupanga ajira ya vijana wanaotoka shuleni na vyuoni ni hii mpango ya housing. Na hii mpango ya housing, vile mnajua, kila mwaka tumekuwa tukijenga karibu nyumba 50,000. Na kati ya hizo nyumba 50,000, 1% peke yake, 1%, imekuwa katika kategori ya low cost ama affordable housing. Na ndio sababu hiyo tumebadilisha sera kama serikali kwamba tutaongeza nyumba ambazo tutakuwa tunajenga kila mwaka kutoka 50,000 hadi 1,200. Na tutaongeza zile nyumba ambazo zinaweza kununuliwa na Wakenya wa mapato ya chini kutoka 1% mpaka 50%. I want us to be very clear. We are not only
increasing the number of housing units that we are going to build as a nation from 50,000 every year, but we want to increase it to 200,000 every year. And we want to make the proportion of affordable housing from 1% to 50% of all the houses being constructed in the Republic of Kenya. Na ni kwa sababu kwa muda mrefu imeonekana kwamba kuwa na nyumba, kuwa na uwezo ya kununua nyumba imekuwa ni ya watu wachache. Wale wanapata mshahara kubwa, wale wanajiweza, wale mapato yao ni ya juu, wale wanaweza kulipa mortgage 20,000, 50,000, na haijawezekana kufikia sasa tupate nyumba mwananchi wa kawaida ambaye anaweza kulipa mortgage ya shilingi 4,000, 5,000 apate nyumba ya kununua na aite ni kwake. Na ndio sababu mimi nataka tuelewane. Ndio sababu tuko na mpango ya affordable housing. Na ndio sababu hiyo tunataka tukienda mbele kuwa na nyumba, sio lazima uwe tajiri ndio uwe na nyumba ya kuishi ambayo ni yako. Sio lazima uwe na mapato ya kiwango fulani. Tunataka hata yule mtu ambaye analipa rent shilingi 5,000 aweze kulipa mortgage hiyo 5,000. Baada ya miaka 10, 15 ako na nyumba ambayo ni yake. Hiyo ndio mpango yetu. Hapa across, mimi nilikuwa hapa juzi. Hapa Mukuru hapa. Pale tunajenga nyumba saa hizi ambayo mwananchi wa kawaida wa hapa Mukuru ataweza kulipa shilingi 4,600. Baada ya miaka 15 nyumba hiyo itakuwa nyumba yake. That is where we are going with housing. Tunaelewana jameni? Mimi nataka tuelewane kama Wakenya ya kwamba kuwa na nyumba ambayo unaweza kuita ni yako, sio lazima mapato yako iwe ni wa kiwango ya shilingi 20,000, 1,100, 1,200. Hata mwananchi wa kawaida, hasla wa kawaida, anawezekana apate nyumba, anaweza kulipa kwa bile bei anaweza na aite nyumbani kwake baada ya miaka 15. That is where we want to take our country. Tunaelewana jameni? Na ndio tumesema katika hiyo mpango tuko na mpango sasa ya housing fund. Na tumesema katika hiyo mpango ya housing fund, na mimi nataka wale ambao ni wadosi, especially wale ambao wana represent wafanyikazi, tuelewane vizuri. Tumesema ya kwamba kila mwezi mfanyikazi atoe 3%. Na pia tajiri wa mwenye ameajiri huyo mfanyikazi atoe 3%. Na hiyo pesa 6% itakuwa mali ya mfanyikazi. That is how we begin. Tunaelewana jameni? Kama wewe kama mfanyikazi unatoa 1,000, yule ambaye amekuajiri atatoa 1,000, iwe 2,000. Na hiyo 2,000 sio pesa ya tajiri, sasa ni pesa ya mfanyikazi. So instantly, before even you begin, every contributor, you double your money before you begin by making sure that you force your employer to make a contribution towards the purchase of a house that you will call home. Tunaelewana jameni? Na ndio mimi nataka niwaulize, kama wewe ni mtu ambaye unawakilisha wafanyikazi na wewe hutaki huyo mfanyikazi awe na nafasi ya kuwa na nyumba, hutaki huyo mfanyikazi apatiwe na tajiri wake pesa ya kununua nyumba yake, wewe unawakilisha mfanyikazi ama umenunuliwa na tajiri utetee haki ya tajiri badala ya kutetea haki ya mfanyikazi?
Sijui kama tunaelewana my friends. Tunaelewana? So mimi nataka ndio, kwa sababu hii maneno lazima tuambiane ukweli kama Wakenya jameni. Kwa sababu tusipoambiana ukweli tutakwama. Tunaelewana? So mimi nataka tuelewane hivi. Tunasema njia ya kuhakikisha ya kwamba mwananchi wa kawaida anaweza kupata nyumba atanunua kwa bei ambayo inatoshana na mapato yake, shilingi 4,000, 5,000, na baadaye awe na nyumba ambayo anaita ni yake, ni kuhakikisha ya kwamba tunafanya pamoja. Kwa sababu wewe, nimesikia watu wengine wakisema mimi niko na nyumba, mimi niko na haja gani na kucontribute. Wewe uko na nyumba kwa sababu uko na kazi. Yule ambaye hana kazi ni Mkenya pia. Na hiyo kazi uko naye sio kwamba wewe ni special, ni kwa sababu tu wewe umepata bahati ya kuwa na hiyo kazi. Hata yule ambaye hana kazi, akipatiwa nafasi angefanya hiyo kazi wewe unafanya. Sijui kama tunaelewana my friends. So kama umebahatika umekuwa na kazi, usimdharau yule mwingine ambaye hana kazi. Tusaidiane. Wewe unaweza kulipa mortgage ya 20,000, 50,000. Tafadhali tusaidiane. Hata huyu ambaye mapato yake ni 4,000, 5,000, hata yeye apate nafasi ya kulipa mortgage ya 4 ama 5,000, ili kama vile wewe ambaye unapata mshahara kubwa uko na mortgage, hata yeye apate nafasi ya kuwa na mortgage, so that we become all homeowners in the Republic of Kenya. Sijui kama tunaelewana. Na mimi nataka niwaeleze. Mimi nilifanya campaign. Na nilifanya campaign na viongozi wengi. Na hawa viongozi nilifanya campaign na wao walinisikiza vizuri nikisema kuna mpango ya housing. Si ndio? And it was public. Nilisema tuko na mpango ya housing. Sasa msinikeuke hapa katikati, kwani mlikuwa mnafikiri hiyo housing ilikuwa ni siasa ya maneno ya kuongea tu porojo? Hapana. Hapana. Sikizeni my friends. Nyinyi viongozi wenzangu, na waomba kwa unyenyekevu, tuwe ni watu waaminifu. Tulienda kwa wananchi, tukawaambia wananchi wa Kenya tutapanga mpango wa housing. Na hiyo housing itasalisha nafasi ya ajira kwa vijana wetu. Na itamwezesha mwananchi wa kawaida hata na yeye apate nafasi ya kuwa home owner katika Republic ya Kenya. Mbona saa hii mnataka kuchanganya maneno tena bwana? Kwani kumeendaje? Na mimi najua wengi wenu tayari mko na mortgage. Sasa nyinyi mortgage yenu mumepata. Saa hizi mnataka kusabotage mortgage ya mwananchi wa kawaida. Bana. No. Bana. Hiyo haiwezekani. Ama namna gani? Si kama wadosi wamepata yao, si ya wananchi pia tuwapatie? Bwana. Hapo ndio maneno iko. Si ndio? So mimi nataka niwaulize tafadhali, every leader, every member of parliament and MCA saa hii wako na mortgage. Si ndio? Sasa tafadhali, sasa tupange mortgage ya hawa mahasla pia. Na tutapanga hapo kwa housing fund. Hapo ndio tunapangia mortgage ya hawa wananchi pia. Ama ni aje? Tuko pamoja? Tuko pamoja jameni? Kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba tunaweka pesa zetu pamoja, so that we can create the opportunity for ordinary citizens to also have an opportunity to get mortgage. And my good friends, we went to the campaign. We went everywhere. Tuliwaambia wananchi tutakuwa na mpango ya housing.
na hiyo mpango ya housing itazalisha ajira na itapatia wananchi nafasi ya kuwa home owners katika Republic of Kenya. Mimi nataka niwaambie hivi, tafadhali tuache siasa kidogo kidogo hii ya mashindano, tupange maendeleo ya taifa letu la Kenya. Kenya imekwama kwa sababu ya viongozi kuwa wako na ujanja. Mambo ya ujanja tuwache, ile tulisema tufanye, si ndio? Kwa sababu wananchi walipiga foleni mapema bwana, wakatupatia nafasi ya uongozi. Sasa tupange mambo yao, tuache story mingi, ama ni aje jameni? So please my good friends, leo mimi nimekuja hapa so that we can all be clear. Housing fund, the contribution you make in the housing fund is not a tax. Sio ushuru, hiyo ni pesa yako. Hiyo ni pesa yako, sio pesa ya ushuru. Na hiyo pesa yako ukitoa shilingi moja, yule ambaye ni amekuajiri anatoa shilingi moja. Ndio, na hiyo pesa yote inakuwa pesa ya mwananchi. Alafu ndio tunapanga vile hawa wananchi. Nimesikia watu wakisema sasa hii pesa itakuwaje? It is the shillings that will become thousands, and that will become millions, and that will become billions, and that's the money we are going to use to build affordable housing. Na tumefanya mambo matatu tayari. Jambo la kwanza, tatizo kubwa kwa mambo ya mwananchi wa kawaida kuwa na nyumba ni kwa sababu hawezi kulipa ile gharama ya ardhi. Si ni kweli? Plot kupata hapa si ngumu. Lakini sasa hapa Mukuru, plot hapo tumetoa kama serikali free of charge. Tumefanya ushirikiano na counties 41 tayari wametupatia shamba for free ya kujenga manyumba ya wananchi wa kawaida. We already have 4,000 acres in the Republic of Kenya in different counties ya kujenga, ya kufanya mpango wa affordable housing. Jambo la kwanza. Jambo la pili, tumeondoa ushuru kwa mambo yote ambayo itatumika kwa affordable housing. Jambo la tatu, tumestandardize ile products yote, kama ni madirisha, kama ni milango, kama ni hinges, kama ni ile mambo yote inahitajika, all the products we have standardized ili tuhakikisha kwamba they can be produced en mass and we can reduce the cost of construction of affordable housing. And number 4, tumekubaliana na World Bank, tumekubaliana na Africa Development Bank ya kwamba watasupport wananchi wale watakao tafuta mortgage beyond what the citizens can put together so that they can afford houses. This is a program, it is a program that we cannot afford to fail to do. Tunaelewana jameni? Nafasi ya kuzalisha ajira, si mmesikia hapa? Imetangazwa hapa kutakuwa na ajira ya watu 5,000. Hapa Nairobi kama tutakuwa tunajenga nyumba 50,000 kila mwaka, hii Nairobi tutakuwa na nafasi ya karibu ajira 250,000, 300,000 ya vijana wa Nairobi. Kama ni nyumba 200,000 kwa Kenya, tutakuwa na nafasi ya ajira ya Wakenya karibu 1,000,000 kila mwaka katika taifa letu la Kenya. We must be deliberate, we must be intentional about creating jobs for the millions of young people who are leaving our schools, our colleges, our universities, and make sure that we have opportunities for them to work and for them to get employment. It is an existential imperative for us as a nation. We must have a plan. Tunaelewana jameni? So mimi nawauliza, hapa mmesikia kutakuwa na watu wa jua kali watatutengenezea madirisha, watatutengenezea milango. Hapa kutakuwa na watu wenye watatuuzia mchanga, watatuuzia mawe. Kuna hapa watatuuzia chakula, wale wa mama wa plot 10 hapo watatuuzia chakula. Hapa
tuko na warembo wataanza kufanya marketing ya hizi manyumba hapa. Kutakuwa na mafundi, kutakuwa na masons, kutakuwa na carpenters, kutakuwa na electricians, kutakuwa na wale wengine wote mafundo wa aina mbalimbali. Hiyo harakati yote ni kupatia nafasi kila Mkenya aweze kuchangia katika kupeleka taifa letu la Kenya mbele, na kila Mkenya apate riziki ili tuweze kwenda mbele kama taifa. Tumekubaliana jameni? Munasema tunaenda hii barabara pamoja ama mnataka watu watuchukue Lukumba? Tunaenda pamoja? Tunaenda pamoja? So mimi nataka tuelewane vizuri. We have the housing fund unlocks great potential for us. It is the avenue for ordinary people to have access to a mortgage and to have access to a house that is affordable. It is the opportunity for us to provide employment for the millions of young people leaving our institutions of higher learning. It is an opportunity for us to expand our industrialization in the area of construction products, construction material, from steel to cement to doors to hinges to windows and the whole scope. This is the opportunity we have for us to move our country forward, and I want to ask for the understanding of all of us so that we can move together. Tumekubaliana jameni? Tuko pamoja? Na mimi nitazidi kueleza. Kwa sababu hii ni mpango bana, unajua nilichaguliwa kufanya hii kazi. Na hii kazi lazima nifanye na bidii. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Vile vile tumekubaliana ya kwamba mambo ya uchaguzi si tulimaliza. Sasa nafasi hii sio ya viongozi na vyeo na sikutafuta sijui nini. Nafasi tuko nayo sasa ni ya kazi, ya kupanga maendeleo, ndio hawa vijana wapate ajira, kina mama wafanye biashara, na kila mtu apate riziki katika Kenya ambayo sisi wote we are stakeholders. Tuko pamoja jameni? So mimi nimefurahi sana kufika hapa. Na mimi nataka niwahakikishie watu wa Nairobi kama vile nawahakikishia watu wa Kenya. Hii mpango tayari nimelaunch construction ya manyumba karibu 40,000 kufikia sasa. Nitarudi hapa Makongeni hivi karibuni kulaunch another 20,000 units. Nitarudi Lang'ata hii. Mumesikia tuko na mpango ya hapa Lang'ata. Na mimi nataka niwaulize viongozi wote wenzangu. Na mimi simkozoi kiongozi yeyote. Mimi nasema nataka niwaulize viongozi wote. Tuelewane, tushirikiane, tusifuate mambo ya porojo na propaganda. Tuhakikisha kwamba wananchi wanasonga mbele pamoja. Kabisa. Basi nafikiri tuko pamoja. So mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Nataka niwaambie ndugu zangu MCAs, asanteni sana kwa kutusaidia katika hii mradi. Asante sana for the approvals. Wale hapa Nairobi tumepata ushirikiano mzuri sana na county government ya Nairobi na county assembly ya Nairobi katika hii mpango yetu ya affordable housing. They have been ready to work with us to make the approval process smooth and clear. Mimi nataka niwaulize wale wengine wote, tushirikiane, tufanye hiyo kazi pamoja, ndio tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Na mimi nataka niwaseme nikiwa ninasema ya mwisho. Niwaeleze, my friends, sisi wote tulienda kwa uchaguzi. Tukapeleka mipango yetu kwa wananchi. Katika hiyo mpango tulipeleka kwa wananchi, tuko na mpango ya local housing, tuko na mpango ya NHIF, tuko na mpango ya MSME, tuko na mpango ya digital superhighway, tuko na mpango hiyo ya housing. Na mimi nataka niwaambie, manifesto tulioandika na tukauzia wa Kenya na wakatupigia kura, sio gazeti ya kuvunga nyama, ni sera ya kuendesha serikali.
Sijui kama tunaelewana bwana. So tafadhali. So naamini ya kwamba tutashirikiana namna hiyo. Mwisho kabisa, contractor, wewe umesikia mambo ya watu wa hapa Bellevue na watu wa South Sea hapa. MCA ameongea, mjumbe ameongea. Amesema ile kazi yote ambayo unataka ifanyike hapa, tuko na vijana ambao wakufanya hiyo kazi. Maneno ya kutoa watu sijui dunia gani kulete huku, hiyo ni marufuku. Hii kazi yote ndio ifanywe na watu wa Nairobi hii na ifanywe na vijana wa hapa. Tuhakikisha kwamba kila kijana anapata nafasi ya ajira, anapata nafasi ya kupata mapato. So mjue, si tulisema kazi ni kazi? Ama tulisemaje? Si tulisema mboka ni mboka? Hatuko pamoja. So asanteni sana. Mjue mimi nawapenda sana na mimi nawatakia heri, nawatakia baraka ya Mungu na tutaonana hivi karibuni. Thank you very much and God bless you. Asante. Nitaomba Mheshimiwa Rais kusalia kwenye jukwaa.